Hii ni kumbukizi ya marehemu Fred Kiluswa, na leo bado tupo tukizungumza mawili matatu manne kwa watu ambao ameumudu nao kwenye kazi zake zile za talanta ya sanaa za maigizo. Hapa leo nimetembelewa studioni kwangu na Adrian Cleophas aka Miss Power. Huyu ana talanta nyingi, Mwenyezi Mungu amemjalia, ana talanta nyingi. Lakini hapa tutamwendea kumwangazia ni vipi aliishi naye wakati marehemu yuko hai kwenye kazi zao. Kipi anakijua ambacho sisi hatukijui, na kipi yeye alikiona ni surprise kupitia marehemu Fred Kiluswa. Miss Power, karibu kwenye studio zangu. Asante sana. Naam, karibu. Nafurahi sana na nashukuru kwa kunialika. Umependeza sana. Asante sana. Tumependeza sote. Ina take time gani kujitengeneza hivi? Kwanza nilipopata tu taarifa imenichukua masaa mawili kuchanua. Lakini hata sina mwenyewe. Yes, no. Outfit inachukua muda kwa sababu unajaribisha hii inanikava hapa na itaonekanaje. Lakini hatimaye imepatikana. Okay. Yenye maudhui sahihi. Okay. Yeah. Umeapia kama katibu mkuu wa idara ya madini ama naibu waziri huko ndo kwenyewe. Hizo ndo talanta zenyewe hizo ambazo watu hawazijui. Okay. Yeah. Nimeona hiyo mitoko. Mitoko ya kina Kauhila hiyo. Naam, sasa twende tukapige soga kuhusiana na marehemu mpendwa wetu Fred Kiluswa. Nataka kujua Fred Kiluswa ni nani kwako? Fred ni rafiki, kaka, mwalimu pia. Kwa sababu tukisema mwalimu si mpaka lazima muwe darasani anakuelekeza hiki na hiki, lakini hata mkiwa kwenye kazi anapokuelekeza kwamba pale usifanye hivi, jitahidi kumwangalia huyu mtu. Hilo ni darasa kubwa sana. Okay. Hamna mtu anaweza akakuelekeza kwa sababu kila mtu anataka nafasi kubwa na kila mtu anataka yeye aonekane bora zaidi. Yeah. Kwa ukipata mtu ambaye anakukosoa kwenye usahihi ni jambo la kumshukuru Mungu sana. Okay. Yeah. Kwa ni zaidi ya mwalimu. Ni zaidi ya mwalimu. Na ulimjuaje Fred? Na kwa nini umjue Fred? Nimekutana naye kwa mara ya kwanza kwenye kazi, na actually unajua Fred hatengenezi mazingira ya kumjua, ila automatically utamjua. Kwa nini? Kwenye kazi unapofika tu yeye mara nyingi kuna namna tu atafanya attention ya wewe, utajua kabisa kwamba there is someone hapa. Okay. Na utatamani pia kumjua zaidi kwamba anafanya nini, huyu ni nani na nini hivyo. Okay. Kwa hiyo unapokutana naye unamwangalia ile attention yake, unadodosa ukiwa mbea sasa kama wewe na nini ndio utaweza kumjua. Okay. Yeah. Okay, na so katika moment akiwa iko duniani una kumbukumbu na kazi ulizofanya naye? Yeah. Nimebahatika kufanya naye kazi mbili kwa kipindi kifupi ambacho tumeonana. Na kazi ya kwanza ilikuwa ni Lawama. Kazi ya pili nimefanya naye Connection. Okay. Naam, katika hizi kazi mbili, hasa hii kazi ya kwanza ambayo ndio imekufungulia njia ya kukutana naye na kujuana naye, ulicheza karakta yako ilikuwaje? Karakta ambayo nilipewa kwenye Lawama ilikuwa ni wakili. Okay. Wakili msomi. Okay. Yeah. Na hata hiyo ya pili, tamthilia nyingine, na yenyewe pia nimecheza wakili. Kote nimekutana na mwamba. Okay. Na ndio maana kumbe dressing code yako inarelate huko. Okay. Yeah. Okay, sawa. So ukichukua hizi tamthilia mbili zote zimeluka kwenye kituo kimoja kama sikosei. Yeah, sure. Kati ya Lawama na Connection, hipi hapa ilikupa mileage kubwa katika maisha yako? Kwenye maisha wanasemaga cha kwanza ni cha kwanza tu. Hata kama cha pili kitakujaje, cha kwanza ni cha kwanza. Kwa sababu bila cha kwanza cha pili kisingekuwepo. Okay. Unakubaliana na mimi? Of course, yeah. Yeah, kwa hiyo cha kwanza ni cha kwanza, na kwenye maisha usiangalie kwamba kile kilikuwa namna gani, angalia kilikutengenezea picha gani kwa watu na jamii kwa ujumla. Kwa kwangu nitasema Lawama kwa sababu ndio ilinifungulia njia na watu walifahamu kuwa kumbe huyu dada ni wakili.
Kwa hata mtu ambaye pengine alipotezana na mimi miaka mingi ambaye hajui, mwingine anaweza akajua kwamba nimesoma sheria. Okay. Kumbe hujasoma sheria. Ujanja tu. Au muswada ule ulikusaidia. Ulinisaidia. So unajua vitu ambavyo tunasomea vina uhusiano. Okay. Kwa hiyo ukipewa ucheze character namna ile kama upstairs unajua kwamba mimi natakiwa ni link vipi. Ni rahisi. Kwa hiyo ilinisaidia kunipa credit ya kuendelea mbele. Kwa hiyo kwangu lawama itabaki kuwa first priority. Okay. Kabla ya lawama ulikuwa na wanaume wangapi na baada ya lawama ilikuingizia wanaume wangapi? Wanaume? Kwenye yango ipi? Kabla ya lawama. Fans au wanaume? No, wanamume. Wanamume? Yes. Kabla ya lawama wanaume wangapi na baada ya lawama? Yaani kabla ya lawama ulikuwa na wanaume wangapi walikuwa wanapata kukutoa machozi, lakini baada ya lawama pia ilikuingizia wanaume wangapi? Machozi. No comments. No comments. Unasema? No comments. Kwa hiyo lawama haijakupa marejeo? Kiukweli kwenye kulia? Hapana. Hapana. Au utaniambia ufu kamera? No, okay. Kabla ya lawama kuulizwa sikumbuki. Lakini ulikuwa naye? Kabla ya lawama hivi Mungu anikumbuke. Hivi nilikuwa kweli? Hapana. Ulikuwa naye? Hapana. Kwa hiyo ulikuwa mtoto? Amna, yani nilikuwa tu niko off. Baada ya lawama alipatikana mjingo mmoja wa kuniliza. Kwa hiyo yes, huyu mjinga bado yupo? Naye nilimliza. Si unajua? Tiki fote. Akimwaga mboga unamwaga ugali. Kwa hiyo hayupo? Hayupo. Talent hayupo. Ndio uchaguzi unakuja au so kwa hiyo jimbo. Okay. Hilo jimbo liko free. Kwa sasa hivi DM Ruksa. Kwa sasa hivi kipindi cha uchaguzi sio? Kwa hiyo jimbo liko free. DM Ruksa. Lakini akipatikana mgombea basi itabidi wasitishe kutokana na nina uhakika atakayekuja kuwa mmiliki atakuwa na wivu sana kulingana na vitu tunavyofanya as you know. Kwa maana yake kuna alternative yoyote? Kwa sasa hivi Ruksa kila mtu anaweza akagombania nafasi. Ruksa. Sawa. Jimbo liko wazi. Okay. Kwa hiyo lawama muhimu tu uje na statistic yenye kueleweka. Okay. Kwa hiyo lawama ilikuwekea hiyo dot kwamba nilicheza lawama, nililipwa vizuri, lakini nikampata mtu mzuri. Si ndio? Okay. Kwa natakiwa unataka niseme diti? Unataka niseme diti? Ulilipa fadhila kwa bosi wa lawama? Kwa sababu alikupatia kitu kingine? Hapana. Unataka niseme uongo bwana? Hapana. Hata kumwambia bwana asante producer. Asante ni unasema. Kwa ile mileage nyingine nje ya hela. Si lawama project yake silikupatia mtu? Kwenye hiyo hapana bwana. Tumo vilikuwa vya siri. Okay. Anyway, sasa twende. Kuna siku yoyote ulichukia na ukajuta kuwa karibu na Freddy wakati mnafanya kazi sasa? Wanasema msema kweli mpenzi wa Mungu. Nazungumza ukweli. Freddy ukiachana na sanaa au kukutana kwenye sanaa ni mshikaji. Kwa hiyo kwenye ushikaji nakumbuka wakati tunashuti lawama hapa. Na hisi tunachokiongea baadhi ya wasanii ambao tulikuwa kwenye lawama watakuwa wanaijua hii story. Tulikuwa mimi pia nilialikwa, kulikuwa kuna mwaliko wa kuna birthday ya mwenzetu tulikuwa tu attend. Walisema iko Tabata hii kama Maji Chumvi. Kwa na mimi waliniuliza napoishi nikaeleza tuzetu kweli. Niliunga tela jioni nikaenda. Sasa wakati wa kufika kule mimi wakati tunafika kule Freddy nilimkuta tayari. Alikuwa Freddy na washikaji wengine. Kwenye washikaji wengine mmoja hapo alikuwa mshikaji wangu. Kwa wakati sijafika nilikuwa napigiwa simu sana like Mr. where are you? Unakuja? Nikamwambia niko nje. Sasa nafika tu. Nilijisikia vibaya kwa sababu kulikuwa kuna watu wengi wa jinsia yangu walikuwepo pale kwenye meza
alafu walikuwa wakinunuliwa vinywaji. Nikawa najisikia vibaya na mind, kwa nini hao wamekuja tu from nowhere hapo kwenye timu yetu hapo wananunua vinywaji. You understand, kwa hiyo ilikuwa tu na nikamind of course. Sasa kichoka kinaniumiza, mshikaji wangu ndio alikuwa anatoa pesa. Kwa hiyo mimi nilimmind Fred. Nikamwambia kwa nini umeleta watu? Hivyo kwa niligombana na mshikaji wangu. Kwa sababu mwisho wa siku mimi niliachwa, walipanda kwenye gari ya wewe mshikaji wangu alafu yaani wakawa kama wanamcontrol. Kwa hiyo ilinichukiza, lakini ndo wivu. Okay, nadhani kuna kitu hujakielewa. Nimekielewa, si ndo mshikaji wako? Yes, ndo alikuwa ana provide. Yes, ndo alikuwa ana provide. Mshikaji wako. Yes. Mshikaji wako. Yes. Ndio. Yes. Yes, sasa sijakuelewa wapi. Kwa hiyo sasa kilichoniumiza ni kwamba Fred na wenzake walikuwa na jinsia yangu mimi. Ndio, anajua, ameshajua. Akaingia kwenye gari ya mshikaji wangu. Ameshajua. Lazima wewe umind, uje kufanya hata mimi ni mind. Okay. Yeah, iliniumiza. Kwa hapo nilimind na walijua kwa sababu niliongea sana. Wakaambia wewe wakili unaongea lakini okay. Yeah, nilimind yani kwa nini unamcontrol mtu wangu? Yeah. Mimi nilijua hilo. Ulijua? Yes. Anyway, sasa baada ya hapo kumind, mlipata nafasi ya kumwomba radhi kabla umauti hujamfika? Haikuwa serious hivyo kwa sababu mimi ni mtu ambaye muona kama ile moment pale nimenini ilishaishia pale. Kwa hata siku zilizofuata kwa sababu hiyo ilikuwa ni tuko kwenye kushoot lawama. Hata ilipoisha nikakutana naye kwenye kazi nyingine still hatukuwa na hiyo argue yoyote yani. Yeah, okay, tunazungumza na nini? Yeah. Okay. Watu wa karibu wengi walikuwa wanasema marehemu Fred Kiruswa ni mtundu sana kwa warembo wazuri. Na of course na wewe nikikuona mashallah, Allahumma mashallah. Vipi kwako haikuweza kuja ndoano? Ndoano unajua kwa nini ilishindikana? Unajua ni kwa nini? Kwa sababu mimi style nishakuwa shemeji yake au umesahau story. Okay. Kwa mimi alikuwa anitaga shemeji. Okay. Yani shemeji mpaka hivyo yani shemeji. Ndio manusura yako. Lakini bila hivyo ungepitiwa. Hapo sasa sijajua pengine okay. Fred bwana. Kuhusu mimi kutokupitiwa mimi kwanza ni shemeji yake cha kwanza. Cha pili mimi sio vitu vyake. Okay, ana vitu vyake? Vipi sasa hivyo vitu vyake? Unataka mimi nitupewe mitusi bwana. Wewe nipe tu vitu vyake vipi? Yaani umeona hivi mimi? Mimi bado sijafika kwenye vitu vya Fred. Yaani kwa maana ipi? Fred ana vitu fulani hivi vimejaa. Yeah. Nyama nyingi kuliko mchele. Yes, ndio. Okay. Yeah, lakini mwisho wa siku ni maisha, tunayafurahia maisha yake. Okay. Yeah. Na bado tupo tukimwangazia marehemu Fred Kiruswa. Ni kweli alikuwa na talanta na alikuwa very fun. Wengi wanamzungumzia hapa wanamisi ucheshi wake, ukaribu wake, utu uliokuwa nao. Na hapa hii inahakikiwa kabisa na Miss Power. Huyu ni dada mmoja ambaye talanta zake zote anafanya vizuri na inatokea kupendwa na kuwa gumzo. Bado naendelea kupiga naye soga kujua mengi ambayo yeye anayajua kupitia marehemu Fred Kiruswa. Miss Power. Ndio. Baada ya kufanya yote kwa mshikaji, ulipokeaje taarifa ya mpendwa wako, mshikaji wako, shemeji yako Fred Kiruswa ameaga dunia? Kabla ya kifo, wakati anaumwa, nakumbuka kuna kipindi alilazwa, sijajua ni alikuwa tayari ashatoka Arusha au ni wakati gani, lakini nilipata taarifa kupitia msanii mwenzangu, aliniambia Fred amelazwa, yuko Mbagala. Nikawa nimeshangaa, amelazwa? Unajua matatizo yake yale, amezidiwa, amelazwa. Ilinishtua kwa sababu ilikuwa yani alikuwa Arusha wanashuti, alafu hafla imetokea hiyo scenario. Unajua kama mtu labda mlikuwa mnafanya kazi kwa siku mbili, kesho usikie mtu amenini, kuna ile mshtuko. Akasema Mungu wangu, basi nitajitahidi kipatikana nafasi nikamuone. Basi nikapewa namba yake, though sikufanikiwa kumpigia kwa wakati huo. Sipaswi kusema uongo. Tukana mwanzo kwenye course sikufanikiwa kumpigia kwa wakati huo. Kwa hiyo baada ya pale ni kama yani nimepata taarifa ya kuumwa, na hisi 2 days after tulipata taarifa ya kifo chake. Kwa hiyo ilinishtua sana na iliniumiza kwa sababu
niliambiwa kuwa amelazwa, lakini sikupata nafasi kulingana na majukumu ya kwenda kufanya nini, kumuona. Kwa hiyo iliniumiza sana 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 sana. Okay. Yeah, unajua unapoambiwa mtu wako karibu ana hiki, though kila mtu anajua mihangaiko, utafutaji, lakini tunatamani kama tuna uwezo huo kuattend kila sehemu, ni vile tu tunajikuta tunabana. Okay. Yeah. So hiyo ulipokea. Sasa vipi moment ya kwenye kushiriki tukio zima la kumhifadhi marehemu kwenye nyumba yake ya milele? Nakumbuka tulikuwa kule kwa anaitwa ni babake mdogo shule, tulikuwa kule nani Kisukuru. Tabata Migombani Kisukuru kule. Tulikutana kule siku ya kwanza mpaka siku ambayo wana nini tunaenda kumwaga leaders, tumetoka pale tuna leaders. Yaani kote niliparticipate. Hata kwenye simu yangu nina video za hiyo kitu mpaka leo ninazo. Okay. Yeah. Ulikuwa katika hali gani? Unajua msiba hauelezeki wala hauzoeleki. Yaani msiba si harusi. Kusema mimi nijiandae niwe hivi. Msiba ni kama ugonjwa, hafla. Kwa hiyo kwenye kuzungumzia hali gani au mudi gani, sidhani kama kuna mtu ambaye anaweza akachukulia tukio la msiba kama tukio la maonyesho. Sidhani. Though kuna baadhi yetu wanaichukulia kama advantage, lakini I personal sidhani. Okay. Yes, kwa hiyo hakuna kusema labda ni limenivaa kiasi gani. Tukio la msiba ni tukio tu la msiba. Msiba ni msiba. Kama ni msiba hauzoeleki. Maana yake kwamba linapokukuta linakukuta. So mwisho wa siku hata wewe pia utaenda au mtu wako karibu atafanya nini? Ataenda. Kwa ukianza kujitengenezea mazingira ya drama kwa mtu mwingine, waza kuna kesho. Okay. Watu watafanya nini kwako? Okay. Yeah. Okay. Na kupitia talanta yake ulivyoiona, ulikuwa umemwekea malengo ya kufika wapi marehemu Freddy kama Mwenyezi Mungu angeendelea kutubakishia? Freddy, yani kama nilivyosema awali, Freddy unajua sio tu mwigizaji, Freddy ni mwalimu mzuri sana. Na mnajua pia amesoma sanaa. Kwa hiyo ni mwalimu mzuri sana sana. Ukiachana na yeye kufundisha, unamwona kabisa sio tu producer, bali ni zaidi ya producer. Okay. Yes, kwa kama Mwenyezi Mungu angempa nafasi nyingine, naamini angekuwa pakubwa sana. Okay. Na kitu kingine ninachomshukuru Mungu, yule kaka hakuwa mtu wa kubagua. Yaani Freddy ukikutana naye, hata wewe sasa hivi ndio unakutana naye, hana ile mentality ya kusema huyu ni chipukizi, huyu ni star. Yeye kwake wote wako same line. Ndio uzuri ule kaka. Okay. Mind nimekutana naye mimi, wakati nakutana naye yeye aliniambia tu, mimi nimekuona kwenye TV unafanya TV show fulani. Nikacheka tu nikasema kumbe na huyu, mimi sasa binafsi nikasema kumbe na wasanii wenyewe wanaangalia hizi program za TV na vitu kama hizo. Kwa hiyo ingekuwa mtu mwingine asingeonyesha, lakini Freddy alikuwa ni mtu mkubwa, anakaa na wasanii wakubwa, mastaa wakubwa, maproducers wakubwa. Kwa hiyo katika ile kawaida asingeweza kukuchangamkia wewe tu ambaye umetoka huko. Okay. Understand ya. Kwa hiyo ni mtu ambaye ni bora sana. Na natamani pia Mwenyezi Mungu atupe watu bora wa namna yake. Okay. Kwenye ushikaji wako ulifanikiwa kufika kwake ukaiona familia yake, mkewe, watoto wake na nini? Hawa ilikuwa ushikaji wako mnaishia tu location na kwenye vimiminika? Kiukweli hapana, nisiwe Mungu. Kazini kama hivi tunaalikana kwenye matukio fulani tunaonana hivyo, lakini sikuwahi kuwa na ukaribu naye sana wa kusema labda tunatembeleana au yeye kujua familia yangu au unapoishi hivyo. Okay. Naam. Tuache huko tuje kwako sasa. Iliwezekanaje ama ilikuwaje ukapata nafasi ya kuwa hosti wa kipindi kwenye televisheni iliyofanya vizuri East Africa? Iliwezekana vipi? Nadhani ni ukiachana na kusomea, nadhani pia ni kitu ambacho kiko ndani yangu. Unajua watu wanachukulia hivi vitu ni kama naenda tu kwa ajili ya maonyesho, lakini hawaangalii au hawajui mioyo yao inataka nini na wewe kuweka jitihada kwenye ile kitu. Kwa hiyo mimi kwangu haikuwa rahisi na haikuwa ngumu.
Nikimaanisha mimi niliitwa tu kwenye kipindi kama ambavyo wewe umeniita hapa. Kumbe ni interview. Yani mimi mfano hapa nimeitwa, umeniita kwenye interview. Like ni host tunazungumza. Kumbe management ya hapa inaichukulia hii kama interview ya mimi kunipa ajira, of which mimi sikuwa najua kwenye kile kituo. Kwa hiyo nilialikwa tu kama mgeni kwamba huyu ni msanii wa maigizo na pia anafanya matangazo. Kwa hiyo nikajitambulisha na nikaanza kunini. Sasa unakumbuka kuna sehemu wale wageni ambao tumekuja pamoja. Sasa walikuwa wanazungumza vitu nikaona sivielewi. Nikawa nawagonga maswali, naambia hiki hakiwezi kuwa hivi. Zile challenges kumbe ndio zilinipa credit. Yes, baada ya show naitwa. Adria, njoo naonyesha sasa simu kwamba unaona hiki. Fulani. Nikasema kumbe ilikuwa ni interview ya kazi. Jumatatu anza kazi. Yani sitaisahau hiyo siku. Naikumbuka ilikuwa ni siku ya Ijumaa, yani sitaisahau. Kwa Jumatatu nikaenda kazini. Kwa hiyo nadhani pengine labda wangeniambia kwamba hii ni interview ya kazi, pengine labda ningejiandaa zaidi na ningejaribu. Lakini nilipenda, yani it's a good challenge. Yes. Sasa vipi mgongo wako umewezaje kubeba maisha ya umaarufu mtaani katika jamii ambayo unaishi nayo? Umaarufu huo umekuwa mzigo kiasi gani ndani ya mgongo wako? Unajua watu wanachukulia kama sanaa ya maigizo au kuwa tu ile media personality kwa ujumla ni watu wanachukua tu kama ni kitu tu cha kawaida, like maonyesho na nini, lakini kumbe wewe uko kazini. Kinachokuja kuleta shida ni kwamba kwenye maisha yako ya mtaani, mimi binafsi mimi naishi kawaida sana. Kwa mfano nikikwambia sasa hivi sina pesa, sina 100, unaweza ukanikatalia. Kaniambia unanidanganya, lakini sina hela. Maana yake kwamba nikiwa ninacho huwezi kunijua na nikiwa sina huwezi kunijua. Kwa maana mimi sio mtu wa bata, sio mtu wa kusema labda utaniona maeneo fulani ya kujirusha, sio vitu vyao. Nikisema natoka. Lakini sio ile nafululiza like leo, sio mtu hivyo. Na pia sio kusema labda utanikuta sio yani sio mtu wa namna hiyo. Mimi ni nyumbani kwangu na mimi na mambo yangu mwenyewe binafsi nafanya. Kwa sasa ile moment ya kutoka labda kwako, kutoka tu nje ya gate labda kuchukua ndoo ya maji au kuenda labda gengeni kuchukua vitu vya kupikia vya nyumbani, kwenda dukani kuchukua kitu, mtu anakushangaa like, wewe kumbe leo unakula hivi. Sasa kwa nini nakati sisi ni kama tu nini? Nyinyi mnahisi sisi tuna hela, tuna maisha, lakini ni kawaida tu. Kwa hiyo yani mimi binafsi napenda kuishi maisha ya kawaida. Sawa, watu wanasema unaongea hivyo kwa sababu hauna kitu, lakini kila mtu ana akili yake. Hata kama nitakuwa nacho, bado nitaishi kwenye mazingira ambayo nitasalimiana na watu. Sio kusema nitampita mtu, unakutana na mtu anakusalimia, anakuchekea. Unamchekea pia kwa sababu mwisho wa siku wewe usijui anakuchekea kwa ajili ya nini. Mimi nakutana na watu kibao, mtu anakuchekea, yani anatamani kusalimia lakini hawezi. Sasa wewe unajua huyu atakuwa amenifananisha. Kwa mtu ukimchekea ndo anakuambia nimekuona sehemu fulani. Kwa hiyo unaona ile ni unampa namna ya fani wako kuzungumza na wewe na kukuelezea hisia zake kwako. Yes, kwamba napenda unavyofanya au sipendi, kama unatamani ufanye hivi hivyo. Kwa hiyo ni moja ya tunatamani kuendelea kukua kupitia watu wanaotuzunguka ambao ni jamii. Kwa hiyo watuchukulie kawaida kama ambavyo wao wanaishi kawaida. Yes. Na Mwenyezi Mungu akikupa ridhaa ya kuishi, unafikiria miaka 5 unajiona uko wapi? Kama Mungu atabariki na atanipa kibali cha kile ambacho moyo wangu unawishi, basi naamini nitakuwa mbali zaidi, na nikuahidi nitarudi hapa kwenye interview nitakwambia. Yes, na naweza nikakuhesabia. Umenipa miaka mingapi? 5. Mimi nakwambia 5 haifiki. Nikwambie hii ni 2025. Yes, 2020 kuanzia 2026 to 2027. Maana yake wewe umenipa 5, mimi nakupa hii. Utaniita hapa kwenye interview. Na utaniambia dada ulisema. Thanks you. Mungu akinipa kibali lakini. Ndio. Yes, kwa ni kwa neema ya Mungu kama atanipa kibali. Hichi kitu nimekuhakikishia. Na utaniita hapa utaniambia ulisema kwa sababu kuna jambo kubwa. Liko njiani. Yes, inshallah. Inshallah. Je, una ndoto ya kucheza sinema na Jackson? Jackson? Nitaongea lugha gani?
Chinese au Korea. Kiingereza fine. Yeah. Sasa tutacheza nini? Kung Fu. Au utakuwa secretary wake. Atajua yeye producer na director. Ulikuwa na hiyo ndoto? Hapana. Sio Mungu, hapana. Lakini kwa sababu imetokea as a sawa. Yeah. Ni compliment. Sawa. Okay, fine. Yeah. Na bado niko naye Andrea tukizungumzia swala zima la kumfahamu na ukaribu wake na marehemu Freddy Kiluswa. Tunakwenda kwenye kumbukizi ya kumkumbuka mpendwa wetu tokea takriban mwaka mmoja sasa. Afumbe macho, azibe masikio, hasiseme tena, mdomo umefumba, na amelala katika nyumba yake ya milele. Tulienda tukiwa wengi na mapambio, lakini tukamwacha akiwa peke yake bila ya mapambio. Hii ni momenti ngumu kwa mwanadamu kupitia, lakini hii hakimbiliki wala haikwepeki. Kama ulitoka kwenye mavumbi na utarejea tu kwenye mavumbi. Kipindi kinakwenda kwa jina la kumbukizi, na hapa tunamkumbuka yeye aliyekuja kanawili misili ya mmea unaopaliliwa vizuri, lakini akaja akatoweka ghafla misili ya kimbunga kilichotoka kusini. Mimi na wewe hatujui kesho yetu lini. Tumuongelee mazuri, tumuongelee hata yale aliyowafurahisha watu walionuna. Na bado niko na Miss Power. Miss Power mwenye power zake. Yes. Mashallah. Kwa siku unatongozwa na wanaume wangapi? Kwa siku? Mbona hata kuna siku hata inapita hata sipata hata hiyo tongozo. Are you sure? Yeah. You are liar. It's not true. You are liar. So beautiful. Ngoja nikwambie, kuwa mwanamke imaanishi kuwa wewe ni chombo ambacho kila muda kiwe yani wewe tu unakuwa huko hapana. Yani kuwa mwanamke kuna maana kubwa sana. Sio kwa sababu tu ni mwanamke basi utongozwe, hapana. Kwa sio kila mwanamke, yani huo ni ukweli nakwambia. Kama wanawake wanakudanganya. Wanatongozwa kila siku waongo. Sio kweli. Okay. Unaweza kupita hata wiki mpaka mwezi hujaambiwa hata dada mambo. Okay. Sio kwako, lakini sio kwako. Unataka niseme nini sasa? Sio kwako. Una bakuli mbili za kukufanya wanaume wakusumbue sana. Bakuli ya kwanza House Media, bakuli ya pili Bongo Movie. Huwezi ipite siku bila kutongozwa. Anyway, ungependa kuja kukwambia kitu. Kutongozwa kwetu sisi, au nizungumzie mimi binafsi, kutongozwa, unajua watu wengi wanaonifuata uzuri wamekutana na mwanamke ambaye ana akili sana. Kama walikuwa hawajui. Yaani na akili kuliko wanavyonifikiria wao. Wanaume wanakuja kwako wakiwa na mentality yao tayari. Yaani they came kwa sababu wewe ni fulani. Hawaji kwa sababu behind your back wewe ni nani. Okay. You understand? Kuna kesho na kesho kutwa. Leo hii ninatembea. Kuna kesho nitakuwa sizungumzi. Are you still there? I don't know. Hilo ndio swali. Lakini wao wanatuchukulia tu sisi kwa sababu wao ni fulani, na wao wanataka wapitie hiyo njia na wenyewe wafanye nini? Waende. Lakini ni wajinga ambao wanaweza karuhusu kila mtu atumike hivyo. Kwa mtu ambaye anajitambua, hatukatai, tunafanya, lakini fanya kwa akili. Okay. Yes. Sawa. Mwenyezi Mungu anakupa riziki ya kukupatia wachumba ambao wanataka kufunga ndoa. Anakuja mchumba na mapenzi ya dhati, lakini yeye shughuli zake anaokota makopo na kwenda kupima. Lakini pia anakuja mchumba na hela na magari mazuri, yeye tamanio lake yeye tamanio lake akuweke ndani ya kufunue tu basi. Hapa wewe unakwenda karakta yako unaitupa wapi? Mwenye makopo anafanya nini? Anaokota makopo anaenda kupima. Na kilo moja ya kopo shilingi 200, of course. Lakini ana mapenzi ya dhati, anataka kuoa. Na anakuja mwanaume na mavieti, anamiliki House Media, anamiliki nini? Hana mapenzi ya dhati kwa sababu ana nguvu ya pesa, anataka kuoa. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Japo najua maneno au hizi nisemeje, hizi interview najua zinaishi mpaka tukiwa wazee. Lakini swali lako sawa. Honest. Sasa hivi, yani huo ndio ukweli, sasa hivi hakuna ndoa ya kusema eti kuna mapenzi ya kweli. Yani sijali watu watakuja kwenye comment section watanitukana kiasi gani, lakini huo ni ukweli. Unakwenda wapi? Automatically nani anataka kulia kwenye makopo? Kila mtu anataka kulia kwenye Mercedes. Kila mtu anataka kulia
kwenye BM. Hamna mtu ambaye anataka kulia kwenye baiskeli. Hakuna. Kwa you better cry ukiwa kwenye unapumua. Sio unajua unaweza ukahimili huyo mwenye makopo ukaamini na bado akakuliza. Alafu ukasema hivi najuta hivi kwa nini nisingeenda kulia nikiwa kwenye hama. Kwa mimi binafsi ushajua jibu langu ni wapi naenda. Kwa hiyo unaenda kwa chifu sio kwa Ngayoma. Sasa Ngayoma wa nini? Nimwache chifu. Hata ungekuwa wewe. Ngayoma yenyewe anakaa kisara. Nani kakwambia? Siwezi. Naam, hii ni kumbukizi ya Freddy Kiluswa na bado tunagonga slangs. Na mwanamke anapenda mahama yana mavieti. Wakati wa uhai wake marehemu Freddy Kiluswa, kuna mara popote alikufuata akakwambia nimezimika sana na yule dada yule, nifanyie mpango? Hapana, sitaki dhambi isiwe ya lazima. Hapana, hajawahi kuniambia. Ila aliwahi kunicompete na PC yake. Aliwahi kunicompete. Okay. Yes. Na mtu wake. Tena tukiwa hapa ofisini. Nakumbuka tulikuwa reception pale. Aliniambia, "Hivyo Miss Power, wewe unajifanya wewe Msomali. Wewe unamjua fulani?" Nikamwambia fulani ndo nani? Akanionyesha yule fulani. Akaniambia wewe na huyu nani Msomali Harris. Nikamwambia sasa mimi siwezi kujua huyu kachanganyikana nini au mimi wewe unanijua mimi. Amna, ngoja tu akaanza sasa akaanza kucompete kwa nywele. Mtu ni za kwako zinaishi yapi? Akawa ameniangalia. Za kwako ana huyu hivyo. Kwa ile kitu mimi sikuipenda. Kwa nini compete na PC yake hivyo? Okay. Yes. Yaani nimekumbuka tulikuwa tuko wale gomba nini? Kwa nini akacompete na PC yake? Sasa hapo mimi na wewe hatukuwa kwenye akili yake. Naam, hii ni kumbukizi ya Freddy Kiluswa na huyu ndo tunamzungumzia hapa. Mimi niseme tu tumepiga story nyingi, nafikiri usioyajua umeyajua kupitia Miss Power, lakini pia kupitia mimi nitakuwa nimekuletea kitu kizuri kutoka kwa watu waliomudu nao kwenye kazi zake wakati marehemu yuko hai. Nataka kujua huyu ni mshikaji wako, kazi yake ya mwisho kufanya mpaka mauti unamfika ilikuwa ni hipi? Ilikuwa ni Mzee wa Mapenzi. Good. Mpaka wakati mwingine, ni mimi Nasi Ngayoma.